Naam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hala wallah ya marhaba, mashallah tabarakallah. Kwa mara nyingine tena tumekuletea kipindi chako kile ukipendacho zaidi ya elimu na wewe ufaidike ndani ya Simba Show. Tupo naye Sheikh Yusuf Abdi. Kama unavyofahamu kawaida, ukiniona mimi na umuone Sheikh, jua kuna jambo linakwenda kuelimishwa hapo ambalo ni tata zaidi katika community. Afurahi Sheikh. Shukran kwa nafasi yako na kwa muda wako. Barakallahu. Karibu sana Abdul Karim. Mashaallah, nimeshukuru ustaz. Furaha yangu kila nikija Mombasa ni kuone, lakini mara mingi huwa Allah ibarik fik. Alhamdulillah tumekutana leo. Ikiwa Sheikh, leo swali yangu itakuwa ni tight kidogo, na utanisame kwa vile zitakavyokuja. Bismillah. Lakini mambo ambayo yapo kwa community na wengi wanajaribu kuangalia vipi litaweza kuepukika. Swali langu la kwanza kabisa Sheikh, inakuwa kuna ma content creator ambao wamejitokeza. Kama unavyofahamu, mtandao wa kijamii sasa hii uko wazi, kila mmoja anaweza kuchukua simu yake na kurekodi clip muda wowote. Kunao ambao mashallah ni wenye wamesoma dini, na kuna wengine tu anaamua mimi wacha nitafute likes, nitafute followers na zinginezo. Anakuja mtu mfano kama Sheikh Yusuf Abdi ametoa khutba safi kabisa muda mrefu kama 1 hour, ama Sheikh fulani pia ametoa khutba yake, Sheikh Ibrahim ametoa khutba yake, Sheikh nani ametoa khutba yake, lakini ukiingia wewe kwenye mtandao hukutani na clip ambayo Sheikh amezungumza faida, bali unakutana na pahali labda kwa namna moja au nyingine amekosea au hajakosea, lakini yule anajaribu kumuonesha kwamba umekosea na haikutakiwa useme hivyo. Clip kabisa amekata, yeye anazungumza, alafu clip inacheza na yeye anazungumza. Sheikh wangu, ma content creator kama hawa wewe unaichukulia kwa njia gani, ama unawanasihi kwa vipi? Bismillah, alhamdulillah. Abdul Karim, tunaishi katika ulimwengu na kila leo tukikua katika yani umri ukikua, kuna mambo mengi yanajitokeza. Sahi. Na naweza kusema kuwa pengine mengine ni baadhi ya alama za kiyama, au labda ni mambo yaliyoshiriwa kwamba yataweza kujitokeza. Na mambo ya mtandao umetumika kama sababu nyingine ya kukithiri, kwa sababu ni mtandao huru. Zamani dawa katika zile wasail zikitumika zilikuwa ni wasail za milikiwa. Kwanza mathalan, wasila wa kuandika, si mtu yoyote anayeweza kuandika kitabu kisha akakitoa kile kitabu chake, si mtu yoyote. Ilikuwa ni watu ambao wamebobea na Mwenyezi Mungu amewapa taufiki na wakaweza kuandika vitabu. Kama ni khutba al-Jum'a, ni misikiti ambao tayari ina watu wamechaguliwa, kuna makhatib ambao wajulikaniwa, hawa ni watu wasomi. Lakini ilipokuja social media, ndio maana ikaitwa mimbar hur. Maana yake ni mimbar ya kila mtu. Kila mtu atakwenda, atazungumza, kila mtu ataeleza fikra zake, atatoa rai zake. Kwa upande mmoja, licha ya kwamba ni wasila ambao umeweza kusaidia na usahali kwa wale wanaotaka kufikisha message zao wafikishe, lakini pia imekuwa ni usahali kwa wale ambao wamekosa ya kusema, wakayasema wanaoyataka, badala ya kuchangia kwenye kheri wakao wao wanachangia katika shari. Mmoja wapo ni kama hivyo. Sasa wewe utatoa khutba, nia yako ni kufaidisha jamii, ukaiposti, lakini katika wale wanaokuja pale sasa kuiangalia ile khutba, kila mmoja na nia yake. Lakini ajabu ni yule ambaye yeye pia hujiita ni mlinganizi. Mathalan, Qur'ani ina sura 114 juzu 30. Wewe kama utasema unataka kuwafahamisha watu Qur'ani mpaka utakufa hutomaliza. Kama utakuwafundisha watu mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka utakufa hutomaliza. Lakini iwe wewe kazi yako ni kumsubiri Abdul Karim atoe khutba yake kisha kumaliza, ukaa kwenye social media, baada ya kuwa sasa ushajua kuedit, umegusagusa vitu pale, ukawa wewe sasa ni
mzungumzaji au mfanyaji taaliq juu ya mazungumzo ya Abdul Karim haja kutuma mfanya taaliq fi darasa yake. Wakati alikuwa akipanga hakukuita wewe kukushirikisha. Yeye amezungumza, amepanga hotuba yake vizuri. Wewe aliyekupa kazi ni nani ya kuwa ukae pale umlete Abdul Karim azungumza kisha ukimjibu? Wakati wewe hata kama aliyozungumza Abdul Karim wataka kulirekebisha, unayo njia ya kurekebisha bila ya Abdul Karim, kwa sababu wewe, wacha tuone kwamba tatizo kubwa hapa ni umma labda umepata maalumat kimakosa, wewe wataka kurekebisha yale maalumat hayana uhusiano na Abdul Karim. Unaweza kuzungumza kwa njia nzuri ukafahamisha, mkisikia watu wanasema hivi sivyo, sawa ni hivi, kuliko sasa umlete, kwa sababu Abdul Karim huenda katika yale makosa aliyoyafanya yeye hakukusudia kukosa. Na kama wewe kweli wewe ni mtu wa Mungu na una imani na Abdul Karim ni daia kama wewe, na wewe ni mukhlis, waweza kurekebisha hilo, au hata ukamwita Abdul Karim ukamfahamisha, pengine Abdul Karim mwenyewe akarudi na akarekebisha. Lakini hii ni njia ya malumbano na ni ishara kwamba hawa watu wamekosa jambo la kufanya. Na ole wako wewe Abdul Karim ama yoyote mwingine, iwe na yeye atashughulika siku ya pili naye amwige yeye, amweke nilizungumza hivi, msikizeni hapa aliposema, kisha nawe uzungumze tena. Mimi naona kwa upande mwingine mwawakosea wale watu heshima. Mwenyezi Mungu ameumba wanadamu, akawapa masikio, akawapa macho, ile ilikuwa heshimu. Heshimuni masikio ya watu, heshimuni akili za watu. Watu mwawakalisha kuwasikizisha malumbano yenu, chuki zenu. Lakini kama ni da'wa, kuna milango mingi ya mtu kufanya da'wa bila kumuingilia mwenzake. Kisha ukiangalia wale wema waliotangulia, mathalan salaf, Abdul Karim, mimi challenge, nenda ukafanya utafiti uone. Manake zamani watu waliandika vitabu, kuna watu walikosea, ndio kuna watu walifanya rad kwa maandishi kwa vitabu fulani kimetungwa hasa kufanya rad kitabu fulani, lakini kaangalia ni asilimia ngapi? Ni kidogo sana. Why ni kidogo sana? Kwa sababu watu walikuwa wakiheshimiana, na hata wale wanaowafanyia wenzao rad, nenda kasome kile kitabu uangalie uslub wa ile rad yenyewe, utaona wazi kwamba huyu mtu alikuwa na iman na ikhlas katika kufanya rad. Au wakati mwingine yule mtu mwenyewe akifanya murajaa juu ya kile kitabu alichokiandika kwamba nilikosea hapa, na hivi ndivyo inavyotakiwa. Lakini leo baada ya kujishughulisha na da'wa, tumejishughulisha sasa na kama unavyosema wewe, aidha ni mikao, malumbano, na au wengine ni kutaka viewers. Unajua tabia ya wanadamu, sisi wanadamu wote jumla, ikitokea mambo ya kulumbana watu wapenda kufuatilizia. Kweli. Unafahamu? Wewe ukiweka darasa msikitini, mimi nitakupa kitu kwa ushahidi. Darasa yoyote inayofundishwa ilmu shar'i, yani ilmu, utapata watu ni wachache. Lakini tangaza kwamba darasa ya leo fulani yamfanya rad fulani, msikiti utajaa. Sasa kinachotafutwa katika social media ni viewers. Unafahamu? Likes, comments, wanajua ni wao. Wallahi mimi sijui ndani kwa watu kulipwa ngapi, Allahu a'lam. Lakini ninavyofahamu kwamba watu hulipwa. Au sangine mtu anataka umaarufu. Wewe ukitaka umaarufu huwezi ukamjibu mtu hajulikani. Maanake haiwezi kushtua wewe uwe wamrudi mtu ambaye mtu mwenyewe hajulikani na mtu. Lakini kama mimi hivi nilivyo niseme namfanyia rad Mufti Menki, yani mimi niseme namfanyia rad Mufti Menki, watu wataangalia kwa sababu Mufti Menki ni mtu muhimu. Kwa hivyo hapo kumbe mimi lengo langu si Mufti Menki tu, lengo langu mimi ni nyinyi upate kutazama kwa wingi, likes ziwe nyingi, na shafahamu, na wakati mwingine pia nijulikaniwe nani huenda atakupambana na Mufti Menki, ili pia watu wakujue. Kwa hiyo wewe unajaribu kupanda ngazi, kupanda mgongo wa mwenzako, ili ndio watu na wewe wakuone. Ilikuwa hakuna haja. Kisha siku zote anayetaka kujulikaniwa hajulikaniwi, lakini wewe fanya kwa ajili ya Allah, utajulikaniwa na itakuwa ni bushra Mwenyezi Mungu amekujalia. Imam Shafi ana account gani kwa Facebook wala Instagram? Na yuko wapi? Yuko mbele za haki. Lakini ukimtaja Imam Shafi kila mtu asema radhiallahu anhu. Hii ni ishara kwamba hawa watu walimtumikia Mungu, ndipo Mungu akawanyanyua daraja. Na kuna wangapi waliosuhubiana na Imam Shafi wakati wake na ni wanazuoni, na pengine hata hatuwajua tu kuwasikia. Umefahamiana?
Kwa hivyo hili jambo halipendezi kwa kweli. Ni jambo hata unatufanya hata sisi wenye kuangalia social media sasa tusikie dhiki kwamba wewe wafungua utakupata elimu, usikia huyo yake wewe, ya nini upate tabu kumrudi mtu? Fanya da'wa yake. Mwisho nasaha yangu, nasaha kwa maduati wote kwa jumla, wallahi Abdul Karim, Mungu akikujalia wewe ni daia ni neema kubwa. Waman ahsanu qawlan mimman daa ila Allah. Istoshe malipo ya da'wa wallahi ni makubwa ya akhi. Kuna watu kwa siku wanalipa thawabu za watu 30, wafupisha siku 30 kwa siku moja. Mimi nimemjalia fulani amesilimu na fulani amesilimu, fulani akamsilimisha fulani. Thawabu zako wewe za kumsilimisha yule mtu, akiswali ya dhuhuri walipwa wewe, akiswali alasiri na wewe walipwa, akiswali magharibi, akisoma Qur'an na wewe walipwa. Sasa kwa siku moja kama una watu 30 wameingia kwenye Uislamu kwa mkono wako, ama yule mmoja amesilimisha watu wengine 29, Abdul Karim, wallahi Mungu hutia baraka maisha yako. Wewe waamka siku moja kuswali, kumbe una malipo ya siku 30 kwa siku moja kwa sababu ya da'wa. Wala an yahdi Allahu bika rajulan wahida khairun laka min humri ni'am. Leo tunakosa thawabu zote hizi kwa kukaa kulumbana tu, wewe utakumfanyia huyu, ya hujapewa hiyo kazi. Kisha mimi nasema, mtu atasema lakini mtu amezungumza makosa, leo turekebishe kwa umma. Si kila kitu fanywa rad. Kuna wakati mwingine mtu amezungumza kitu ni masala ya khilaf ya akhi, masala ya kijitihadi ambayo ana haki kuzungumza anavyozungumza yeye na ana hoja zake zitegemea. Wewe zungumza hoja zako na zitegemea kwa kuheshimu rai ya mwenzako, lakini si kila anayezungumza tofauti na unavyoona wewe basi huyu lazima nimfanyie rad. Hii ni dalili kuonyesha wewe ni jahili, hujafahamu. Nenda ukasome uelewe, kwa sababu kama ni hivyo basi hakuna, kila anayezungumza akikukhalifu wewe utakufa. Hii radi hufanywa kwa kila jambo. Kuna masala ya khilafu. Leo mtu kwa mfano mtu atokeze leo ahimiza salatul fajr watu wasome qunut katika sala, wewe utasimama umfanyie rad ya nini ya akhi? Shafahamu masala ya ijtihad, huwezi ukasimama ukayapinga au ukayafanya naqd. Yani masala ya ijtihad hayapingi kwa ijtihad. Wewe umeeleza yako, umeeleza yake. Nafikiri mimi nasaha yangu ni hivi. Mashaallah, kwa uchache zaidi tumepata kufahamu kwamba yapo ama ipo njia za kurekebishana na ipo njia ya kuzungumzia mambo, na zaidi ikiwa wewe ni kama Sheikh alivyosema, ikiwa wewe ni dai pale nje, basi itumie nafasi yako katika kuwalingania watu, bali si kuwaradi mashekhe wenzako, kwa sababu hapo nje kama navyofahamu shekhe wangu ni watu wengi ambao wanahitaji ilmu. Unaenda mashambani huko, unaenda wapi, unakuta watu hata wanawashangaa wale mashekhe, wanashindwa hao ni kina nani, kwa sababu wengine hawajawahi kuwaona mashekhe yao, ama kama walibahatika kuona labda waliona mara moja mbili kwenye TV au kwenye mtandao wa kijamii. Hivyo mimi nadhani kwamba mashekhe kama hawa wanahitaji kutumia hii nafasi zaidi katika kuwafikishia watu kama wale kule vijijini, watu kama wale kule ndani zaidi, kuwafikishia Uislamu na kuwafikishia dawa ya aina tofauti. Mwenyezi Mungu aongoze. Bila shaka. Amin. Amin inshallah. Sheikh wangu, nikirudi katika mada, kuna baadhi ya watu labda ambao kiwao wenyewe wanaona kwamba kama ulivyosema na tayari ushatu explainia, wanaona kwamba nisipo ya safisha ama nisipo ya rekebisha kwa udhahiri kama alivyoyaharibu yeye kwa udhahiri, haitorekebika. Na pia huenda nikimfuata mimi sina mazungumzo naye, au nikimfuata huenda tusielewane. Kwa hivyo kwa ile crowd ambayo alizungumza ndani yake, mimi nipate kuirekebisha pale yale makosa aliyofanya. So Sheikh wangu, kwa ufupi zaidi, na najua umeeleza zaidi, kwa ufupi ni njia ipi ambayo mtu anatakiwa mrekebishe mwenzake na ndio njia ambayo iko ndani ya sheria? Unajua dini yetu imetupa jambo muhimu sana, ad-din an-nasiha. Na kumpa mtu nasiha ni tofauti na kumfedhehesha. Nasiha ni kumpa mtu nasiha baina wewe na yeye, au kamtumia ujumbe inbox peke yake akasikia. Wewe siku zote hujatakiwa ulazimishe
hata kwenye kumpa mtu nasaha afanye la kheri ama aache la shari, wewe hujalazimishwa kwamba lazima umwambie aache, lazima umkanye umwamrisha afanye. Wewe ni kukumbusha, ni kubaligh. Mtu amezungumza kitu, wataka kumfikishia ule ujumbe, kwanza angalia alichokizungumza ni nini. Kama alichokizungumza amezungumzia kitu cha haramu, amezungumzia jambo ambalo unajua wazi kwa dalail qat'iyan kwamba hili jambo biittifaq ni jambo la makosa kabisa, shekhi huyo amefanya, mpigie simu, mwendee, zungumza naye. Huna mubarrir, huna dharura, huja ya kutoa kwamba nimefikiria. Hizo ni waham, kwamba nikifika kwake hatonisikia. Wewe ni uende asikusikie kisha. Umefahamu? Jambo la kwanza. Jambo la pili, lile alilolizungumza yeye, ikiwa ni masala anayo nafasi yeye kuzungumza, ni katika masaili ya ijtihadia, hilo huna haja kabisa, huna haki hata kumfuata. Na ikiwa utamfuata, basi mfuate kwa kuwa wataka kufanya naye munakasha ilmia, nyinyi wawili, ukijua mwisho wa kwisha mnaweza mkafikiana, au kila mmoja kabaki na rai yake. Umefahamu? Kwa hivyo zaidi ni kwamba ikiwa masala ni masala ambayo yana khilafu, usijisumbue, wala huna haja ya kurudi kwa wale watu kisha wewe kueleza. Hata kama umekwenda kuzungumza naye, kuambia kwamba kwa sababu yeye amezungumza kitu cha sawa kulingana na ninavyoona, wewe una maono yako kwenye hilo na unapopategemea, yeye ana muono wake na anapopategemea. Kilichobaki ni kuheshimiana baina yenu. Kwa hivyo hakuna njia ya kusema nilifikiria nikaenda kwake hatonikubalia ndipo mimi nikabidi sasa niwaeleze watu. Na si kila jambo linalozungumzwa wewe wataka kulirekebisha, kwa sababu kuna mambo mengine, mambo ya kisiasa mathalan, mambo labda leo imekuwa hivi, kesho yatabadilika. Iwe wewe kila mtu akizungumza, unajua sasa hii ni kama imekuwa maradhi. Kuna baadhi ya watu ni addict, sio sema nini, yani ni kama uraibu kwake sasa. Imekuwa yani yeye da'wa iwe tafsiri ni kufanyia watu raddi basi, huwa bil mirsad. Kila anayezungumza ataka kumsikiliza amezungumza nini, siku ya pili anaye kila anayezungumza. Na ikiwa utafanya hivi, utafanya raddi kila siku, kwa sababu wanaozungumza ni wanadamu. Mtu atazungumza khutba, shekhe, waweza kuhesabu ni maneno mangapi atatoa kwa kinywa, na ni mwanadamu, sio? Mtu mwenye kutoa maneno 1000 hakutopatikana maneno 2 3 makosa. Atazungumza aya makosa, atatafsiri aya makosa, atatoa hadithi dhaifu, atatoa hadithi maudhu, atafanya hivi. Hiyo ni iko. Sasa kama wewe utajishughulisha na kweli hivyo, Uislamu umetulazimisha sisi hivyo kwamba basi katika kufanya dawa kuna wengine wakae tu wao kusikiliza watu wanavyozungumza wapate kwa. Hapana, hakuna dini hiyo, hakuna kabisa, hakuna. Kwa sababu ikiwa watu watafanya hivyo, usidhanie wewe unayezungumza kutakosekaniwa watu wakikusikiliza wakose ya kukujibu. Ukiona watu wamenyamaza, ni wameona kuwa hakuna la dharura ya wewe kujibiwa, kwa sababu watu hawataki kufanana na wewe. Lakini ukiona watu wamenyamaza, usidhani watu wamekosa la kusema ama watu ni wajinga hawajui kusema. Watu wamenyamaza kuchunga heshima zao. Wameona na wao wakianza kujibizana, kisha kutakuwa hakuna tofauti. Na sisi tukimbilia kuheshimika mbele za watu na kwa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Sasa ole wako watu kukunyamazia ukadhania kwamba watu hawajui kusema, utakuwa umejifanya mpumbavu mwenyewe bila kujua. Bila shaka hapo, kwa kauli ya ufupi zaidi tunasema kwamba usione simba imenyeshewa ukafikiria ni paka, na muda mwingine pia simba hana hadhi ama hana hadhi ya kuwajibu mbwa, kwa kauli za Waswahili. Basi Sheikh wangu, kwa hilo nafikiri limefahamika, na Allah akubarikie zaidi katika elimu yako. Mwisho kabisa tukimalizia, tumezungumzia mashekhe wengi, tumezungumzia kadhia tofauti tofauti, na zaidi tumezungumzia vipi dawa itakavyofanyika na vipi kufikisha nasaha. Kunao mashekhe ambao ni chupukizi, naweza kusema ndio wanainukia na ndio wamemaliza labda masomo yao. Unawanasihi vipi kama wewe dai wa muda mrefu? Mimi maneno kutoka moyoni mwangu kwa hawa vijana wanaoinukia, sitotaka wapitie zile njia tumepitia.
yoyote ambayo nahisi kwamba njia ile ilinidhuru, na njia yenyewe ni njia ya kufuata kipofu. Kufuata kipofupofu. Kufuata kipofupofu ni kujihusisha na mkao. Fatwa yoyote, kauli yoyote, msimamo wowote, madamu watoka kwenye mkao wangu, basi mimi nauchukua kipofupofu. Simuhusi yoyote kufuata hilo. Utaingia kwenye makosa na ubaki kwenye makosa hao miaka. Mimi nataka uheshimu akili yako. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikupa akili ndipo ukawa tofauti na viumbe vingine, na hii akili kazi yake ni kufikiria, si kwenda tu. Hakuna hata siku moja kundi au mtu au group au madhhab itakuokoa. Wa kullun atihi yawma alqiyamati farda. Kwa hivyo kama akili yako yakwambia tutakwenda kufufuliwa kule kivikundi vikundi, wafikiria makosa. Fungua akili yako, elimu ni ile ile. Soma. Wewe pengine ulichokisoma au uliofundishwa ni mafunzo yanatoka kwa mashekhe maalum wenye msimamo au madhhab fulani. Siku watakapokuambia kwamba hivi tunavyokufundisha sisi, huyu ni Mungu na mtume na mengine yote achana nayo, wamekudanganya. Kwa sababu katika huu ulimwengu kuna 1.8 bilioni Waislamu. Kuna wasomi wako maeneo ya Afrika, Masri, Sudan, Syria. Kuna wasomi wako maeneo ya Khaliji, wako Hijaz. Kuna wasomi wako maeneo ya Syria, Lebanon na kwengineko, Turki. Kuna wasomi wako magharibi, na kuna madhahib. Hata hizi dua ukiziangalia, ukiuliza Kenya watakwambia ni madhhabu Shafi'i, ukiuliza Indonesia madhhabu Shafi'i, ukenda Tunis na Maghrib madhhabu al-Malikiyya, ukenda Hijaz madhhabu al-Hanbaliyya, ukenda Pakistan na kwingineko madhhabu al-Hanafiyya. Hizi madhahib zote chimbuko la wote ni Ahlus Sunna wal Jamaa. Wameafikiana wanazuoni, madhhabu Shafi'iyya, al-Hanafiyya, al-Hanbali, zote ni Ahlus Sunna wal Jamaa. Hizi grupu hizi unazoziona hizi ni juhudi za kibinadamu kutumia wasaili za kuendesha da'wa. Ikhwan Muslimin, Tabligh, Jamaa Hizb Tahrir. Watu wameketi wakafikiria jinsi gani tutajitoa katika mateso haya na udhaifu huu na unyonge huu tulionayo. Kila mmoja kwa anafikiria fikra yake. Wengine wanafikiria njia ni watu wafanye da'wa, tukawafundisha wamjue Mungu. Hii usichukulie hizi ni zile firqa alizikusudia Mtume. Hawa ni Ahlus Sunna wal Jamaa. Hizi ni mujarrad tanzimat, yani wamejijenga wenyewe wakawa. Fikra yoyote inayoletwa na mwanadamu ni ijtihad, na ijtihad haikosi kuwa na kasoro, wanaweza kuwa na makosa yao. Wewe kama mwanafunzi, talib ilmi, da'iya, sikiliza kile unachoona ni khairi, kitakusaidia katika da'wa yako, chukua. Lakini usifunge akili yako kwenye madhahabu fulani ukaambiwa hii ndio dini, sio kuwa hii si dini. Hawa ndio mashekhe, sio kuwa hawa si mashekhe. Huu ndio msimamo, sio kwa msimamo huu si msimamo. Usikubali, utaingia kwenye makosa, utakufurisha watu, utawagura watu, utaona watu wote ni maadui, na mwisho utakasirika wewe, kwa sababu ulikubali akili yako kuitia kufuli na kuifunga sababu tu ya kwamba mkao wangu umeniambia hivyo. Wewe lazima uwe huru. Uliposema la ilaha illa Allah, uliisema kwa ajili ya kujiokoa nafsi yako. Ile la ilaha ushakanusha kila kitu illa Allah. Waman yakfur bitaghuti wa yu'min billah. Taghut hapa si sanamu tu. Taghut ni chochote anayeabudiwa na kuheshimiwa na kutuiwa kama vile Mungu. Huyo ni taghut. Anaweza kuwa ni shekhi wako pia, endapo utamtii hata kwenye lisilofaa kwa sababu ameniambia hivi, atakuwa ni tawaghuti pia. Sasa tauhidi iko wapi hapo? Tauhidi ni uwe huru ya kufuata sawa, iko wapi? Masala ya khilaf, heshimu kila anayetofautiana na wewe. Kama wataka kuwa da'iya bora, kama wataka kujiokoa wewe duniani na kesho akhira, heshimu wale wote ambao umetofautiana na wao, na pengine uwaone huenda wakawa ni bora mbele ya Mungu. Usijaji mtu. Sisi tukiwa duniani, usiamini
kama wewe ni mtu wa peponi madamu hujajua mwisho wako. Kama wewe uko duniani ujue kila mwanadamu mlango wa toba kwake uko wazi, na hata yule unayemuona ni kafiri, baina yake na kuingia peponi ni shahada. Kwa hivyo usijitakase kabisa, ishi kama vile mwanadamu. Mungu amekujalia wewe ni mu'min, mshukuru Allah kwa kujalia ni Muislamu. Ujue kwamba neema ulionao kuna wengi wamenyimwa neema kama hiyo. Wataka kuwa mtu bora zaidi, hilo neno la Mungu wafikishie watu kwa ajili ya kutaka radhi za Mungu, ili uwe sababu na watu nao kuokoka, waipate ile rehema ya Mungu ya kukuhurumia wewe ulipohurumia wanadamu. Irhamu min fil ard yarhamukum min fis sama. Mimi hii ndio nasaha yangu. Ukiwa utakuwa hivyo utaishi vizuri hapa duniani, na kuishi vizuri duniani ni kuamiliana na watu vizuri, na anayeamiliana na watu vizuri kwa ushahidi wa Mtume atapokelewa vizuri kesho mbele ya Mwenyezi Mungu. Lakini ukiishi na watu vibaya, usisingizie kwa una dini utaokoka kesho. Dini yako kama ilichangia kugombana na watu, kuteta na watu, kushambulia watu, kutukana watu, yani kisingizio chako kwamba I'm the one, niko katika right mimi, yani mimi sikosei, ndugu yangu umejidanganya. Mungu ni wa wote, alhamdulillahi rabbil alamin. Mtume ni wa wote, wama arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nadhira. Hakuna mahali imeandikwa Mungu ni wako, dini ni yako, mtume ni wako wewe, hakuna. Inna akramakum indallahi atqakum. Assalamu alaikum. Barakallahu fik. Hapa kwenye KSC cha baridi zaidi, ndani ya ofisi ya Sheikh Yusuf Abdi. Hapa kama ulivyoona wewe mwenyewe ni ilmu baada ya ilmu baada ya ilmu. Allah barikie Sheikh wangu, uzidishie zaidi katika elimu yako. Hapa ndani ya ofisi kama hii, umeona mandhari mazuri hapa. Ni ofisi ya Sheikh Yusuf Abdi, ina deal na mambo mengi. Mojawapo ni counseling, nafikiri ni hivyo ustadhi. Counseling na zaidi watu kusafirishwa, labda mtu akitaka kwenda umra na zinginezo. Kwa hiyo sio ofisi tu kwamba unapata mawaidha, bali ni ofisi unapata vingi zaidi katika kusuluhisha mambo yako. Fika hapa na utaweza kufaidika kwa namna moja au nyingine. Nimshukuru Sheikh wangu kwa nafasi yake na kwa muda wake, kwa ajili tumefaidika na mengi kona zote, na natumai kama nilivyofaidika mimi na wewe umetake notes hapo nyumbani. Mpaka tutakapokutana tena kwa masala mengine tatanishi zaidi, tunasema asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.